Wajua wazungu walipokuja hapa kwetu, walikuja wakiwa wameshikilia Biblia hapa mbele. Ilikuwa imechorwa msalaba vizuri sana. Na wakatabia, bwana, mimi nakujeni kuwatanguliza kwa habari njema za Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na tukafunzwa na tukaelewa na tukaanza kuhudhuria kanisa. Lakini hatukujua kwamba hapa nyuma alikuwa ameficha nini? Mtutu wa bunduki. Ndio hamna ashaanza kunyakua mashamba. Yaani shamba ambalo limekuwa na babu yako na babu yake, naye amekuwa kilima hapo, na babu ya huyo babu yake. Waona hao watu wote wameishi kulima shamba lipi? Hilo. Kwa hiyo wakaja wakachukua mashamba yetu. Tukaanza kupigana ili turegeshewe mashamba yetu. Lakini wakati watu wanapigania mashamba yao, nao wanasiasa walikuwa kwa boardroom wanajadili jinsi ambavyo wataachiwa inchi. Na hao ni wanasiasa wa huku kwetu, wataachiwa inchi na jinsi ambavyo wataendeleza inchi. Huyu mzungu naye alipoona maji yamezidi unga, akapatia hao wanasiasa mkopo. Yaani Kenya tukapatiwa mkopo. Huu mkopo serikali itumie hizo pesa kununua haya mashamba kutoka kwa wazungu. Yeah? Na hilo ndilo deni la kwanza ambalo Kenya tulikuwa nalo. Kwa hiyo mzungu akaondoka, watu wakaregeshwa mashamba ambao walibahatika, manake wengi hasa wale walipigania uhuru hakupata kitu. Waliondoka mkono mtupu. Kwa hiyo tukabaki na nini? Na elimu ya mzungu na dini. Dini tukapelekana, tukaendelesha dini, injili tukahubiriana huku. Ikafika mahali sinaona tuna waiga wao. Sasa kule kwao nao ambao walituletea hiyo dini wakaanza kuiondokea. Hata saa hii ukienda mataifa mengi ya Ulaya utapata kwamba kanisa zimebadilishwa zikawa sehemu zingine, kama kuna gym hapa, kuna bar pale, lakini hilo jengo lilikuwa kanisa kwa sababu wafuasi wamepungua, wale wana focus na mambo mengine. Na hata hapa kwetu naona mtindo ni huo ama mwelekeo ni huo. Kwa nini? Ukichunguza kanisa zetu saa hii hazijai wafuasi tumepungua. Maana kama mimi nitasikumbuki mara ya mwisho nilihudhuria kanisa. Tumechoka sababu kanisa tunazielewa sasa ni nini. Nyingi biashara, zengine mambo ya ajabu hata hayaeleweki. Waona? Kwa hiyo hata hapa jinsi ambavyo tunasonga ama miaka inasonga, ndo wafuasi kwa kanisa wataendelea kupungua. Kwa sababu hata saa hii ili kanisa lijae lazima pawe na mwanasiasa maarufu. Lazima. La sivyo kanisa litabaki lile tu, wanawake wengi kidogo, wanaume tuko chini. Unaweza wahesabu kadhaa hapa kwa kila kanisa. By the way, hii ina affect kila kanisa. Zile kanisa zimebaki na watu wengi ni zile za hii injili ya juzi imekuja, prosperity gospel. Ona na kanisa pia zimekuwa na mambo yao hayaeleweki. Unaona kila kanisa walinachaguana, kuna mwenyekiti wa kanisa, mweka hazina, katibu, mambo kama hayo. Kuna kanisa lengine sitalitaja ulikuwa ni wakati wa kufanya uchaguzi, ule wachague mwenyekiti, mweka hazina, sijui nani. Sasa hao wafuasi wa hili kanisa wakagoma kufanya uchaguzi. Na mchungaji akauliza, mmegoma haki ya nani mmegoma kufanya uchaguzi? Akasema, nami basi leo sihubiri kitu. Hicho chakula cha kiroho huwa nawapatia, leo mtenda nyumbani jaa. Akafunganya virago vyake akatoka, kwa sababu wao walikuwa naona kama mzaha tu, lakini ashaondoka zake.
Sasa hawa wafuasi wameenda nyumbani wakiwa na stress mingi. Mchungaji amekataa kutuhubiria leo. Ona. Jumapili ilofuata pia hata hakuonekana kwa hiyo compound.